Leo hapo nje bana, anapita zake anawasalimia, habari zenu, wakajibu kwa bashasha kubwa sana, wakaanza kuuliza huyu mzuri hivi ni nani? Ima akamwambia ni mpangaji mwenzetu. Kadogo akasema hivi mimi mnamwongelea nani? Mbona simuoni mnamwongelea? Oya pambana, endelea kula vipi yako. Sasa Ima kaanza kupata pesa sasa hivi, anamwambia sasa hivi nina uwezo wa kumsomesha mtu mmoja, kwa wote wakakubaliana juzi ndio aende shule, kwa sababu Lina ametoka kumaliza darasa la 7 yake. So usiku umefika, watu wanapumzika, Sijafurahia naye unafika amewaletea chochote kitu. Sasa leo bana Ima kaenda kazini, hajarudi mpaka saa hizi, wakakaa nje wanamsubiri. Mwambia nilisema tu yule Ima hawezi kukaa na sisi kwa sababu sio ndugu zake. Usiseme hivyo, mimi namwamini, mbona anti Ima lazima atakuja tu, labda na matatizo. Na sisi sio ndugu zake. Usiseme hivyo. Sawa, acha tuendelee kusubiri kwa sababu wewe unasema mwamini. Siku ikapita, bado hajarudi. Anaingia mtaani, wanamuulizia lakini hawajampata. Chakula walichoachiwa na Ima nacho kiasi naisha, akawa anawaza Antima atakuwa wapi? Hapa jirani yake anamkuta hapa, anamuuliza mimi, mbona unaonekana ni dhaifu sana leo? Lazima uwe na nguvu. Kwa mfano sisi tunapitia hivi, mimi mwenyewe napitia hicho. Kuna mtu mwingine anapitia hivyo, inatakiwa utulie ili maisha yaweze kwenda. Hapa nilipo tu mamangu katoka kunipigia simu, hana hata hela kula, sina hata hela. Yaani wewe, kwa hiyo inatakiwa ujifunze mwenyewe kwamba yaani hata ukienda hospitali hamna mtu atakayekuja kulipa hata hiyo bili. Kwa hiyo inatakiwa ujue wewe ni unaishi maisha gani, sawa? Natoka naenda huko kutafuta nimtumie chochote mama. Basi kama nikija nitakuletea chochote kitu, sawa? Naenda nikirudi nitakuletea chochote kitu. Usije nitendee, sawa? Nikirudi nakuletea kitu. Leo Zaki akawa anapita hapa anamsalimia, lakini mtu akujibu. Akamuuliza, "Hey, vipi?" Ndio akashtuka, "Vipi? Kuna shida gani? Mbona usalimia na nilio?" Dadangu ameondoka toka juzi, hajarudi siku ya 3 sasa. Vipi, nimekula kweli? Hapana, alituachia chakula kidogo, ndio hicho tumejivuta. Mwamba kapuza mfukoni, katoa pesa kidogo wakaona bora watafute biashara kufanya, wakawa wanauza maji. Sasa leo wakati wanauza maji wakamuona Antima, wakamwita Antima, rudi tu kwenye hiyo nyumba nzuri ambayo unaishi sasa hivi. Anasema hapana, nilipata ajali nilikuwa katika harakati zangu, sio kama nimewakimbia. Na nyinyi kwa nini mnauza maji? Akawabeba wakarudi nyumbani. Wakati naenda jana katika shughuli zangu nikagongwa na gari, nikapeleka hospitali, leo ndo nimezinduka. Wakasema siwezi kuondoka mpaka nipate matibabu, lakini nikaona siwezi kuacha peke yangu guys. Ndio maana nikawa nakuja pale. Mimi siwezi kuwakimbia kwa sababu tumeishi kama ndugu. Wazazi wenu walikuwa wananipenda kama mwanafamilia. Hivyo mimi sikuwa kama mfanyakazi pale, nilikuwa kama ndugu yenu. Hivyo sasa nawezaje kuwakimbia? Ni matatizo tu ndio yalinikalisha kule hospitali, nikashindwa kuja mapema. Naomba mnisamehe. Wangapata kumbato pale nini, maisha yanaendelea. Sasa leo bana Ima karudi, kawaletea surprise. Kawaletea picha ya wazazi wao. Bila wanafungua picha kitupa huko. Sitaki hata kuwaona. Kwa nini alituacha mapema? Na wakitaka kuwaacha, sema ni hapana, singemwambia tu Mungu kwamba hataki. Mungu angewaacha akatoka kwa sina. Anatoka nili Ima akafahamiana na Zaki. Zaki akamshika kisawasawa. Akampiga kibao, akaondoka ghafla na kungana na jirani. Unataka nipige na mimi wakati nimetoka kuona hapo unacheza movie za Kihindi hapo. Eti unataka kunipige sasa nikaona, basi nisamehe. Ila nimekuona napenda sana mapenzi. Vipi unaenda sasa kuna swali ya kijinga? Kwa sasa hivi naona maswali ya kijinga kampata Zaki. Zaki, yaani wewe si juzi tu baba mwenye nyumba ametoka kukutafuta, hujamlipa kodi yake. Sasa umeona mabinti naanza kulamba lips kama panya na lamba maji.